anza kwenye kikosi hiki cha Al Ahly ndio kikosi kile ambacho kilikuwa anacheza kule Misri. Kwa hiyo wamekuja leo kucheza na Yanga kwa sababu ukiangalia Yanga na pointi 4 na Al Ahly na pointi 4. Kwa hiyo yeyote kati ya hapo akimshinda mwenzake lazima atakuwa juu ya mwenzake na atakuwa anaongoza kundi. Kwa hiyo lazima Al Ahly leo wapambana kuna mambo ambavyo wanaweza kupata alama, na ukizingatia kwamba wako nyumbani kwenye uwanja ambao mara zote wakiwa wanakuwa wanajidai nao. Lakini Yanga kwa upande wao tunaona namna ambavyo nyuma pale Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto huyu alikuwa aanzi kwenye kikosi cha Yanga kwa maana kwamba mara nyingi kutoka mwalimu aliyeondoka na huyu aliyekuja, lakini ameanza kuja kucheza mara baada ya kuonesha kiwango kizuri, mara baada ya kuonesha mchezo mzuri kule Morocco katika mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania ilivyoenda kushiriki pale kutolewa kwenye robo finali. Ndio hivyo Salma. Lakini Niki, sasa hebu tuambie kwamba ni makosa gani ya kiufundi ambayo Yanga wamefanya yakasababisha kuruhusu bao hilo la Al Ahly ambao kwa sasa wanaongoza kwa bao moja mbele mpaka kipindi hiki ambacho wameenda mapumzikoni. Goli ambalo wamefungwa Yanga ni goli ambalo la kiufundi kule kule, kwa sababu ile imepigwa cross na imeenda kumkuta mchezaji wa National Al Ahly ambaye ameweza kupiga kichwa na kuweza na kuweza Djigui Diarra kupishana na mpira kidogo, kwa sababu unajua kwa namna ambavyo mpira ule umepigwa mara nyingi goli kama lile pale unafungwa hata kama ukiwa una beki imara, hata kama ukiwa na kiungo imara, ukiwa na goli imara, mara zote ukipigwa mpira wewe target zako unaangalia yule ambaye anapiga, lakini unaangalia yule ambaye anapiga kichwa kile. Kwa hiyo imepigwa cross ambayo imekwenda kumgonga moja kwa moja forward wa timu ya National. Lakini kwa upande mwingine wanasema kuna makosa kuna baadhi ya makosa ambayo Yanga wanayafanya kwenye safu yao ya ulinzi. Hakuna maki nzuri kati ya Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa maana kwamba kutumana nani ambaye anakwenda kuanza kukaba na nani ambaye anasubiri kwamba huyu akipitwa mimi basi nije kufanya. Kwa hiyo wakifanya hivyo, wakirekebisha hayo, basi kipindi cha pili inawezekana wakapunguza idadi ya magoli au wakazuia kabisa Al Ahly kuweza kwenda kuataki lango lao kwa mara zote, kwa sababu unajua siku zote timu kama timu inaanza kukabwa kuanzia mbele, maforward wakabe, viungo katikati, kwa maana kwamba viungo kushoto na kulia, katikati pale 6 na namba 8 wao pia wakabe wanawarahisishia mabeki wao kuto kupata ushambulizi kwa muda wote. Kwa hiyo Yanga lazima wazinduke, lazima waamke kwamba hawa wachezaji wa Al Ahly kwanza una uzoefu wa kutosha kwenye mashindano haya, pili wachezaji ambao wanajua kufanya marking nzuri kwenda kuataki lango la timu pinzani. Kwa hiyo ndio hivyo tu, Yanga lazima wazungumze vizuri Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto na Djigui Diarra kama mara zote wamewafanya kuweza kuwashtua mabeki wao namna gani ambayo yatakia kujilinda kutokana na hawa wachezaji wa National Al Ahly. Ikumbukwe Al Ahly katika michuano hii ni timu ambayo ni giant, ni timu ambayo ina mafanikio makubwa, ni timu ambayo inajua kucheza muda wote na saa wote kwenye hususan kwenye uwanja wao. Sawa Niki, lakini sasa kwenye mchezo huu ambao tunaona kwamba umekuwa na ushindani mkubwa kabisa katika leo hii. Sasa hebu tuambie kwamba ni mabadiliko gani ambayo ni ya kiufundi Yanga wanaweza kuyafanya ili basi kuweza kusawazisha ama kupata ushindi katika mechi hii ya leo? Mabadiliko wapo katika timu ambayo inacheza kwenye mchuano kama hii, lazima upate mabadiliko, kwa sababu ukiangalia walianza ni Djigui Diarra, Israel Patrick Monda, Shadrack Isaka Boka, Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Baka Damalo, Abuya, Deku, Maxi Pianzingeli pamoja na Okelo. Ningepata nafasi ya kupendekeza wachezaji ambao wanaweza kufanya mabadiliko. Nje kuna Mudathi Yahya Abbas, kuna Pacome Zouzoua pamoja na Prince Mfumero Dube. Hawa wachezaji hao wote watatu ambao nimeanza kuwataja, hao wanaweza kufanyia mabadiliko, kwa maana kwamba Mudathi Yahya Abbas akachukua nafasi ya Damalo, kwa maana kwamba yeye aongeze sasa kwenye safu ya ushambuliaji. Tunafahamu ubora alionao Mudathi Yahya Abbas, tunafahamu ubora alionao Pacome Zouzoua. You don't need a second job. You just need to know these AI tools.
Prince Dube anaweza kutumia, na tumeona sasa Prince Dube kutoka ambavyo wachezaji wa mashabiki wa Yanga wanampa hope, wanampa moyo hata kama akifanya vibaya. Siku za hivi karibuni Prince Dube anakuwa akifunga mara zote. Kwa hiyo sababu zangu ambazo naweza kushauri kuzianze Mudathir Abbas kwa mbele, Pacome pamoja na Prince Dube, lakini nyuma huku Shadrack Isaka Boka anaweza kumpisha Mohamed Hussein Zimbo Junior. Huyu Mohamed Hussein ni mchezaji ambao kwanza Yanga pia wao wenyewe walikiri kusema kwamba huyu atakuja kuwasaidia kwenye michuano ya kimataifa. Kwa sababu gani? Mohamed Hussein amecheza michuano mingi ya kimataifa, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, amecheza Simba Sports Club misimu 5 mfululizo, ameifikisha Simba Sports Club kwenye hatua ya robo finali ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Kwa hiyo ana uzoefu kutosha. Shadrack Isaka Boka amecheza huko, lakini sio kwa michezo mingi ambayo amecheza Mohamed Hussein Zimbo Junior. Kwa hiyo Mohamed Hussein Zimbo Junior kwanza anaweza kuwa kiongozi, kwamba kuambia kina Dickson Job namna gani ambavyo tunataka kucheza, namna gani tunataka kuzuia, namna gani ambavyo tunataka kuwakaba hawa wachezaji wa Al. Ikumbukwe Mohamed Hussein yeye anamuongelea amecheza na National Al kipindi ambacho Simba alifunga goli 5 kule nyumbani, lakini Simba akaja kushinda hapo goli 1. Akaja tena kushinda hapo goli 1. Lakini pia michuano ile mikubwa ambayo imefanyika hapo, Mohamed Hussein alikuwa ndani ambapo Simba na Al walitoa kwa goli 2 na kule Simba alienda kufunga goli 1 tu ambalo lilimfanya Simba aweze kutoka kwenye michuano ile. Kwa hiyo Mohamed Hussein akuwa chaguo sahihi kwa mwalimu akianza naye. Kwa hiyo hawa wachezaji wanne kama mwalimu ataweza kuanzisha hawa mbele watatu, Mudathir, Pacome pamoja na Dube, inakuwa inamrahisisha yeye kuweza kupata matokeo. Na imani kama atafanya hivyo, anaweza kupata goli na kuweza kusababisha sare au kuweza kushinda kabisa. Inawezekana. Haya, hizo ndizo hesabu za Niki, mchambuzi huyu wa soka ambaye yeye anapiga hesabu zake kwa Pacome, lakini pia Zimbo Junior pamoja naye Prince Mpumelelo Dube. Lakini kwa sasa basi Niki, hebu tuambie kwamba ni kwa kipindi ambacho kinakwenda kufuata. Haya, kwa sasa basi tunakwenda kurudi kwake Shabani Mchome ambaye ndiye yuko pale Misri akiwa anatutangazia moja kwa moja matangazo haya ambayo basi mechi hii inacheza ni kati ya Yanga pamoja na Al Ahly ambao wanakipiga leo hii, na tunaambia kwamba katika kipindi hiki ambacho mapumziko haya yamemalizika, Al Ahly wanaongoza wakiwa na bao 1 mbele dhidi ya Yanga. Kwako Mchome. Asante sana Nixon Alanus Mageni, asante sana Salma Shabana ambao mlikuwepo hapo studio zetu zilizopo Kinondoni. Best Bite Dar es Salaam moja kwa moja ikiangazia namna ambavyo Young Africans wamefanya leo. Asante pia City College Ilala Campus City Institute of Health Dar es Salaam wanafahamika hivyo kwa sasa, ambao wanapatikana pale Chanika mwisho barabara mfutu ukifika pale barabara kosi mbalimbali kwa makosa clinic, optometry, diagnostic, radiography, physiotherapy, health, record and information technology, zote hizo zinapatikana pale. Lakini pia asante Queen Cosmetics ambao kesho bwana na jambo zito kweli kweli Magomeni Mapipa Dar es Salaam atakuwepo pale Paula Kajala na timu yake nzima wakifanya kwao kwenye uzinduzi wa duka kubwa kweli kweli, na watakutajia namba zao ili uweze kufanya order na ufikishie mzigo popote pale ulipo. Dakika 45 za kipindi cha pili utakuwa nami Rashidi Shabani Mchome, the heavyweight champion, vurugu nyingi kama tembo mkomanzi. Nitakuwa nikupitisha tena katika simulizi dakika hizo tena. Twende kuangalia namna ambavyo Young Africans anarejea katika mchezo huu, hali kadhalika Ahli wanaingiaje tena katika mchezo huu mara baada ya Young Africans kupokea kichapo katika kipindi cha kwanza. Bado hakuna mabadiliko yoyote na mwamuzi anaruhusu kabumbu liendelee. Anaanza kusukuma gozi ni Young Africans. Mara screen protector anajaribu kucheki 1 2 3 wapi pa kuweka mali, nyunyiza mpira mmoja mrefu mbele huko kwenda ngano na gongo tosi, hapo anagusa na kwenda moja kwa moja nje. Mwamuzi anasema rushwa. Uelekezo lango la Young Africans kashafika pale, Hani anakwenda kurusha mpira ule. Tayari ameshakwisha urusha. Kwenda moja kwa moja na babatiza mpira unakwenda nje. Mwamuzi anasema nini? Urusha tena, bado kwenye umiliki wa timu ya Ahli. Anajaribu kupambana na ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Endelea kushusha jumbe kwa maana ya comment mimi nitapata nazo. Hakikisha unaniambia unafuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka wapi.
kwenda kufika. Max Mpenzengela anacheza madhambi, mwamuzi anasema sivyo ilivyocheza, hivyo uchezo huo kuelekezwa no, alichezea yeye madhambi. Kumradhi, Max Mpenzengeli, na mpira utachezwa kuelekezwa lango la Ahli. Anaendelea kupanga vijana wake Shubel wapi wakae, na yuko pale Israel Patrick Mwenda ana jukumu la kuchonga mpira, unanyunyuzwa kona kwenda kunyaka mpira ule kwa uzuri kweli kweli. Mambo yameanza dakika 45 za kipindi cha pili. Young Africans wanaonyesha kuachia sasa, wanashirikiza na kwenda kwa kasi kuhakikisha wanaona kupata matokeo katika huu mchezo wa leo. Haya, inaanza nyuma taratibu. Yasar nyinyiza mpira mmoja refu, gonga Gizigwanto leo umefika kwa Kizuzwa, gonga Gizigwanto kingine. Haya, nafasi kwa Ahli, mwamuzi anasema nini? Sema alikwisha jenga kibanda. Very tight lengo, very tight kunyamua kwamba ilikuwa ni offside. Haya, unaanzwa sasa. Damaro anakata pasi pembeni, huku imefika kwake Starboy. Kako zuri Ansar, jaribu kutazama wapi pa kuweka, amemwona Liudien, jaribu kubembeleza Dien, bado wako na mali, kisha 1 2 3, umerudishwa nyuma tena kwake Hani, weka mali pembeni huku. Goka cheza kwake Koka, mkanyaga mpira ule, bado jamaa kuachia, jaribu kuwafuta Young Africans, wamekuwa gumu kusogea. Aliudien cheza kwake Imam, cheza pasi ndefu, unafika tena gongo tosi, anakataa Ibrahim Abdullah. Hamadi Bakari Nondo Mwamnyeto, captain Beka. Damaro bado wako kwenye miliki Young Africans, tamaliza mali tena kwake, huku ni Starboy Alan Okelo. Max Mpenzengeli, sio kinyongo Young Africans, hawa wanapita. Haya, Israel Patrick Mwenda nyinyiza mpira mzuri kwenda kugonga utoso, anakataa. Ahli imepigwa tena, hatari katika lengo la Yanga. Haya, hawa wanakuja. Ahli imewekwa pasi nzuri, Trezeguet, nafasi ile kwenda na Babatisa, alifika mpaka kwenye box, lakini hayakuwa maamuzi sahihi ya kung'amua ya kitu gani ambacho alikuwa kukifanya. Kontrol mali ile Aliudien fika anacheza madhambi, Huza anasema amecheza madhambi kwa Duka Ogaboy. Moja viungo na katili kwa kweli, na wanavutia kwa tazama namna ambavyo wanacheza. Lakini tupo na Queen Cosmetics ambao wanatupa nguvu ya kurindima na wewe sako kwa bako. Wanapatikana Magomeni Mapipa tu Dar es Salaam. Ukipita katika mitandao yao ya kijamii wanaonyesha pale namna ambavyo kesho hili jambo linakwenda kuwa. Haya ndio mambo ya Queen Cosmetics, si haba. Atakuwepo pale Paula Kajana, lakini mashallah na timu yake nzima itakuwepo pale. Waandishi wa habari wa kutosha, mengi yatazungumzwa, lakini ufunguzi ni jambo la msingi. Wewe ambaye unataka kutoa order, pita katika mitandao ya kijamii, andika Queen Cosmetics, fanya kufollow, alafu utaona nambari za simu na namna ambavyo unaweza kupata mzigo wako wa aina ya ngozi ambao unataka kuitunza. Namna nzuri kweli kweli. Hao ndio Queen Cosmetics. Lakini pia City Institute of Health na wako nasi mkitoa kozi mbalimbali za science, kozi za clinical optometry, diagnostic, radiography, physiotherapy, health, record and information technology, zote hizo zinapatikana hapo. Aliudien yuko chini, Dep alifika akacheza ndivyo sivyo, maamuzi amepuliza kipenga kwamba aliochezwa ni madhambi, ni kadi ya njano inatolewa. Ni Damaro ndio alicheza madhambi kwa Aliudien, maamuzi anamzawadia kadi ya njano. Huu sio mchezo wa kiungwana. Kitazama namna ambavyo mashabiki wanashangilia, inanikiza na inapendeza kwelikweli. Kwa aina hii ya ushangiliaji inakupa picha ya namna ambavyo natamani kuziona timu zetu za nyumbani Tanzania, kwa maana ya Simba na Yanga, wakiona namna nzuri ya kuanikiza na kuwapa nguvu washabiki au wachezaji katika dimba. Haya, pia unaendelea sasa, maamuzi ameruhusu gonga mpira mmoja mrefu kwenda ngana, gonga utosi. Ibrahim Abdullah Hamadi Bakabano na mali Ibrahim Baka anakanyaga mpira na tisha 1 2 3. Damaro yuko na mpira, gonga mpira mmoja mrefu mbele, kuna babatiza mpira, unasema maamuzi anasema ni madhambi.
cheza kwenda bato kwelikweli eneo la kati. Damaro na Aliou Dieng, I like the battle. Inafurahisha namna ambavyo wameweza kutoshana nguvu na ufundi katika eneo la kiungo. Haya, Yansar anapita na mali kama kipanga, mwamuzi anapuliza kipenga kwamba ni nini, yanachezwa madhambi mbele ya Israel Patrick Mwenda. Matumizi ya nguvu, ufundi, lakini pia matumizi ya muda, timing nzuri ambazo wachezaji wamekuwa wakizifanya, ndicho ambacho tunakiona hapa katika dimba hili. Namna ambavyo Pedro Goncalves, mmoja na kocha ambao CV imesimama, Bakari Nondo Mwamnyeto amesogea pale na akizungumza na mwamuzi kwamba umeiona haikupaswa kwa vile, pengine alitamani adhabu zaidi ya hii ambayo inatolewa, kama ambavyo chambuzi la soka Nixon Alanus Mwageni alisema anatamani kumwona Mudathir Yahya Abbas, na nimtamna ambavyo ukiangalia eneo la kiungo muda anahitajika kwelikweli. Damaro ametoka mali na anapita nayo, ingiza mpira mzuri kumtafuta Dep, kanyaga mpira kwa uzuri. Sasa Yansar hao kama wanakwenda kama waendi ndio wanakwenda hivyo, amekatwa pasi nzuri sasa kwake Zuzu. Haya, yeye na Ibrahim Abdullah, nafasi kwenda kucheza kwa Kizigwatu, anakataa kata Nixon Joe wako kwenye umiliki sasa vijana wa Young Africans. Bakari Nondo Mwamnyeto imecheza mbele kumtafuta Depa, amegonga utosi, fika golikipa anaanza na beki wake, cheza kwa Yansar. Aliou Dieng Malawatia katikati ya kiwanja, dimba limependeza kwelikweli. Atie na Othman Zizu, Damaro amepoka mali, anaondoka Young Africans. Dep cheza Anado Starboy Alan Okello. Haya, bado Maxim Pianzengeli Duka Ogabua cheza mpira mmoja mrefu mbele kwenda kukamata mlinda mlango na madaha kwelikweli, anadondoka chini, mwamuzi anasema acho. Mudathir Yahya Abbas amenyanyuliwa na Pedro Goncalves, taka kumtambulisha mchezoni, pengine ameona namna ambavyo creativity, ubunifu na pasi zile za macho, watu wa sasa wanaziita pasi hasanati, kuelekea kwa Dep, bado hazijawa pasi ambazo wangetamani ziwe, lakini Dep amepedozwa na amenyanyuliwa. Mwamuzi amenyanyua silaha zake, coach amenyanyua silaha zake, taka kwenda kuzitambulisha mchezoni. Haya, imekatwa pasi nzuri, pita nayo Maxim Pianzengeli, nakwenda kutimiza mpira na mshinda Alan Okello. Starboy wanaondoka sasa. Damaro toka mali kwa uzuri, anatisha kama anapiga, anakata pasi, wameiona toka na mali sasa kwa uzuri. Zizu imepigwa pasi kibao pembeni, nafasi kwa Ahli, amempindua wa kwanza, amempindua mara ya pili, nafasi ile bado inatengenezwa mali ile, nyinyiza pita mpira ule. Pengine natamani kuona kocha wa Young Africans kubadilika na Ibathiri, namna ambavyo anacheza, wamekuwa wakifikika kwelikweli, namna ya utulivu katika eneo la kujilinda, lakini namna ambavyo Ahli wamekuwa wakifika mara nyingi katika eneo la ushambuliaji. Nafasi nyingine alizogonga mpira umekwenda nje moja kwa moja, goal kick. Anakwenda nje Damaro, anakwenda nje Damaro. Mudathir Yahya Abbas anatambulishwa mchezoni, lakini Pacome Pedro Zouzoua naye amesimama kwenye touchline, anakwenda nje Israel Patrick Mwenda. Kwa aina ya mabadiliko yaliyofanyika, hii inaashiria Young Africans hawana la kupoteza tena katika mchezo. Wanachotaka ni kwenda kupush mashambulizi na kuzitafuta alama tatu. Kama atakosa moja, Diara cheza na Job, Diara tena Bakari Nondo Mwamnyeto, Nixon Job
cheza mpira mmoja mrefu mbele, kuna kwenda nje moja kwa moja. Wanaanza tena Ahli Uruzamani Yasar, apia kwake tena Yasar, anamwona mlinda mlango Shobo kata tena paka kakatia Aliodin Mudafiri anatoka mali, anaondoka Bukabuya Alan Okelo Bukabuya kanaga mali kwa uzuri Nixon Joe, anamwona mlinda mlango wake Jibudian screen protector bando tena anakanyaga mpira kwa uzuri jana kama ataki vile, na ndivyo ambavyo anakwenda Mwana Nixon Joe anaonyesha mpira kwa uzuri Bakari Mwamba na Nyato Captain Beka cheza na Diara screen protector hao Diara cheza na Bakari Mwamba na Nyato zinagusa nyumba. Pakome Zuzwa Pakome Alan Okelo Duka Ugomoya wanazigusa tu wananchi kama wataki hivi. Maxim Pianzengeli Mudafiri ya basi Pakome Pedro Zuzwa Pakome yuko na mali Pakome jaribu kubembeleza tena 1 2 3 konga mpira ule mambo kwa mengi kwa Pakome Pedro Zuzwa inakuwa ni pia kutenga uzamsema vitu vyako vizuri. Haya, wamekaa sawa tena. Yes, yatumaliza mpira huko, jaribu kubembeleza. Kumbusha tu kama bado hujasubscribe, hakikisha unafanya hivyo ili sasa ili mambo yaende vizuri. Ibrahim Abdullah Hamadi Baka amekwenda kufika na pia yule mchezea madhambi Bakari Mwamba amesogea tena, alifika wangu bila kusubiri akacheza madhambi. Amuza mkanya tu kwa semina fupi, alikuwa kwamba sio mchezo wa kiungwana, inataka kucheza kwa kujali usalama wa mwenzako. Kama ni kazi wewe unaifanya na mwenzako ndivyo vivyo hivyo. Haya, atia cheza na Koka, jaribu kutazama wapi kwa Kamali, inawekwa pembeni huko Zuzu sigusa tena kwenye eneo lao. Dakika ni ya 60 ya mchezo, Yanga wakiwa nyuma kwa bao moja. Ali Odien amenyanyizwa pasi ndefu ile moja kwa moja anakwenda kuikamata linda lango Jibudiana Pakome Zuzwa mwanzo Pedo bana yuko na nani ametisha Pakome kama anakwenda hivi, amenyanyizwa mali ndefu akataka utosi. Ali Odien anaondoka na mali ile tena ndio kama kijiko Sozi we imewekwa pasi pembeni huku kwake Atia katikati ya boksi kama ataki vile, zinaguswa kwenye boksi la Young Africans, ni hatari. Aliu Yasar nafasi kwa Ali, anafanya nini? Ametisha kama anapiga nafasi ile Tungo utosi, anakataa Ibrahim Abdullah Hamadi Baka. Haya, Sabo Alan Okelo Mudafiri Yahya Bas Maxim Pianzengeli Tungo pasi moja ndefu kumtafuta Depu huko peke yake, kontrol mali ile kinakaa chini, watu wanaondoka na mali kako uzuri tena. Alan Okelo Mudafiri Yahya Bas cheza kwa uzuri pembeni huko, Shadraki Saka Boka kama anakwenda hivi, lakini ukitazama namba kubwa iko nyuma, ametisha amerudi. Mudafiri Yahya Bas Pakome Pedro Zuzwa Pakome kwenda kukamata mlinda mlango kwa uzuri kwelikweli, alimchungulia kwa mbali akatazama namna ambavyo anaweza akashuti, lakini kaka uzuri mlinda mlango wa Ahli na manusuru Mauza na Mazonge. Haya, inachezwa moja ndefu sasa kwenda ngani na gongo utosa na kataa Ibrahim Abdullah Hamadi. Ali Odien Depu
kata pasi kwa uzuri, kila mafika Yasar anakataa kata, anaondoka na mali Zizu. Atia Kisibato kimefika Atia, pasi ile Asanati, nafasi ile kwenye box. Haya, watafanya nini Ahli? Kisha tena kako uzuri, lakini bado wanatandikwa shuti la babatiza kwenda kukamata. Kumekuwa na mgagaziko na mtanziko hasa kwenye eneo la mwisho la Ahli. Pengine wangekuwa very clinical na matumizi ya nafasi ambazo wanazitengeneza, tungekuwa kizungumza mengine zaidi ya goli moja ambalo tumeliona. Ibrahim Abdullah, Shabraki Saka Boka, Max Mpenzengeli, Max kata pasi kwa Kestabo Allan Okello, Ibrahim Abdullah Hamadi Baka, Mudathiri Yahya Bas, muda mwa yuko na mali imetambalizwa kumtafuta muda tena. Haya, nafasi ile nyinyiza mali gonga utosi ile kako uzuri alibia Yasar Buka Makijiko anapita nao mpira ule kwa uzuri kwelikweli. Haya, nafasi kwa Ahli imechop banana fika kwa uzuri, Imam ureisha mpira nyuma, Yasar tambaliza tena pembeni huku, jaribu kumtazama linda mlango ya Yanga Djibouti hana, lakini bado amekuwa akimsaka na kuzigusa nyuma hapa. Lakini tunashukuru dhamini yetu ambayo ndio kutupa nguvu ni Sita Institute of Health Dar es Salaam, akitoa kozi mbalimbali za sayansi ikiwemo kozi clinical optometry, diagnostic, radiography, physiotherapy, health record and information technology. Zote hizo zinatolewa pale Sita Institute. Mambo mazuri yanapatikana pale, mazingira bora, mwanafunzi kujifunza kwa vitendo, hayo yote yanapatikana hapo. Haya, tambaliza mali pembeni huku, Yasar ameikimbilia control katikati ya kiwanja, ni Aliudia anajaribu kutisha, bado yuko na mali. Atia kulisha mpira nyuma, Hanu dakika ni 65 wakiwa mbele Ahli. Cheza sasa kwa uzuri, Bawa imewekwa mali pembeni kwa Kizizo, ajaribu kupita taka kugonga kibao kile, lakini amekaa kwa uzuri Bakari Nondo Mwamnyeto, na inakuwa ni kona. Anatoa ishara kwamba anaweka hapo, hivyo kaini sawasawa kuna kufanya tena mabadiliko. Bawan ametoka, Navais ameingia chukua nafasi ya Mlawi Javiunga ambao amefanya kazi nzuri kwelikweli, na akiongeza nguvu kwenye eneo la kushambulia kwenda kurusha mpira ule. Sasa kutoa mali kwa uzuri, anatisha kama anakwenda gonga Kisibato kile, anaambana mali anakwenda nje. Sasa Manjigidani Ibrahim Abdullah Hamadi Baka rudisha kwa Diara tena, bado yuko na mali Diara, kata pasi kwa Ibrahim Abdullah Hamadi Baka, ajaribu kudembeleza Pakome Pedozozwa, anaweka pasi moja ndefu mbele huku kumtafuta Allan Okello kwenye box, anatisha kama anakwenda hivi, kata pasi nzuri tena Allan Okello, nyunyiza mali kako nzuri hana, anakataa. Chezo wa Mavambo kwa Nixon Job, sema iwekwe hapa na ipigwa kuelekezwa lango la Ahli. Huko Pakome yuko na Allan Okello,
eneo zuri kama Yanga ataamua kulitumia vizuri. Sikiliza free kick hiyo, mpira wa ikabu. Pakome yuko pale akimtazama vyema mlinda mlango, lakini Karim Nombo Mwamnyeto na amesogea. Haya, inanyunyizwa nzuri, gongo toso anakataa, umerudi kwa Ibra Abdullah Baka. Pakome Zuzu pale pale alipo, mpira umekuta Alan Okello, inatambalizwa, anakataa, kontrol mali kwa uzuri, Hani cheza kwa uzuri, mpira ambao unababatiza moja kwa moja na kwenda nje. Mwamuzi anasema ni nini? Ni goal kick. Babaro yuko nje pale na shika kichwa, pengine alitamani zaidi kumaliza katika mchezo huu, lakini pengine mwamuzi coach wa Yanga kumradhi aliona namna ambavyo bato yake na Aliudin pengine ingemsababishia kadi ambazo zingemsababishia kukosa mechi ambazo uwepo wake wengi walitamani, sababu kwa aina ya uchezaji wa Maro zima kwelikweli kwenye eneo la kiungo. Mboto kwenda ngani na gongo tosa na kwenda chini, mwamuzi anasema ni madhambi. Cheza na dhambi kwa Yasser. Kuna watu kazi ambao tazama umbo lake afanya kazi kwelikweli, weza kumkama tamani, anatakiwa pia wawe ni shiba. Mwaka tuma jimbako kwa maana komenti tukua nikapita nazo jumbe ambazo nimeziandika moja kwa moja hapo, jambo la msingi kwelikweli. Akiendelea kugangwa sasa, ndio yuko pale chini kupewa huduma ya kwanza kutokana na rapsha ambazo amezipata. Mmoja anaita Machela kwamba sasa takiwa kwenda nje na kupisha mchezo uendelee. Mchezo ni dakika 90 nazo zinatakiwa kuchezwa, na hali yoyote basi zinatakiwa kuchezwa, pengine yatokee yale ambayo ni gumu mchezo kuendelea, ikiwemo maji mengi ambayo yataruhusu pia kundumba, basi hapo mchezo itabidi usimamishwe. Lakini kwa maumivu ya mtu mmoja atakuwa kwenda nje na mchezo uendelee, ndicho ambacho mwamuzi anakifanya hapa kupata Machela. Lakini pia ukumbushe tupo Queen Cosmetics akitoa aina mbalimbali za lotion ambazo zinatunza ngozi yako, kama ile turmeric na lotion kadhaa wa kadhaa. Naweza kupata katika mitandao ya kijamii kote, wanafahamika kama Queen Cosmetics. Kesho kutakuwa na jambo kubwa pale Magomeni na Pepa Dar es Salaam, hapo Queen atazindua duka lao jipya, bonge moja la duka. Na unatamani kuwa wakala, basi fika hapo ili uweze kupata huduma zao. Kwa umeanza cheza kwa uzuri mbele huko, Bakari Nombo Mwamnyeto, Captain Beka ajaribu kutisha nyuma kwa mlinda mlango Jibidiana, cheza mpira mmoja mrefu mbele huko, gongo Gizigwato anakataa. Ali katikati ya kiwanja bin rudisha mali nyuma, Hani kama ataki ndio anakwenda hivyo, jaribu kubembeleza 1 2 3, inarudishwa nyuma, anatazama wapi pa kuweka, cheza mpira mrefu pembeni huko, lakini unakwenda nje moja kwa moja. Inakuwa ni faida kwa Young Africans kuweza kurusha mpira. Ibrahim Abdullah Hamad, Bakari Nombo Mwamnyeto,
tafuta Bepo Alan Okello, cheza mpira na kontrol kwa uzuri. Sasa Nixon Job, Ibrahim Abdullah Hamadi Baka, tambaliza mali huku Alan Okello, gonga msigato Pacome Zuzo anacheza mpira ule, narudi tena kwa Mudathir Dickson, Alan Okello, Pacome wanazigusa wananchi. Tafuta jambo hapa katika lango la timu ya Ahli, rudisha mpira nyuma kwa Ibrahim Abdullah Hamadi Baka. Ibra Baka inakata pasi maridhawa, pasi maridadi. Shadraki Saka Bedemene, hawa wanakwenda Duka Ogabria, Bakari Mendo Mwamnyeto amesogea, inakatwa pasi ya Sanati, mekako uzuri Yasser anauondoa mpira, lakini bado uko kwenye umiliki wa Young Africans. Bakari Mwamnyeto, Nixon Job, Alan Okello wanauondosha, lakini bado uko kwenye umiliki. Nafasi kwa Mede, mambo yamekuwa mengi, wanaondoka na mali Ahli. Wanapata faida kwamba ni madhambi ambayo wanacheza. Ibrahim Abdullah Baka anatoka, Alan Okello anaingia, Prince Mpumelelo Dube cheza na double striker. Hii inaonyesha Yanga wamekuja kwa mkono, wanataka jambo hapa. Zinaguswa tena, hali inaweka pasi ndefu mbele huko, Zizo kamaliza mpira kama kukamata mlinda mlango Djigui Diarra, haraka na muda wa kupoteza, ameurusha mbele. Ibrahim Abdullah Hamadi Baka, Shadraki Saka Boka, aliubuinga napoka mali ile. Zizo, hawa wanakuja Ahli, nafasi kwenye lango la timu ya Yanga, 1 2 3, weka ndani kule. Nyingine kwenye nyavu Djigui Diarra, high pressing ambayo imefanywa na Ahli. Yule ambaye amemaliza kipindi cha kwanza, wanafurahi hapa. Ilikuwa ni pasi za nipe nikupe, namna ambavyo wamekaa wakamtazama namna alipokaa mlinda mlango wa Yanga Djigui Diarra. Ikaekwa pasi mbali kweli, inazama kimiani. 2 Ahli 0 wananchi. Namna nzuri ya kujipanga, namna nzuri ya kulinda. Kuna muda Yanga alikuwa kama wameamudu Ahli. Coach Pedro Gonçalves ikawa anaingiza tu namna kutaka kushambulia, lakini ikamtokea puani na kuongezwa bao la pili. Haya, wanaondoka sasa wananchi. Pacome, nafasi Max, cheza kwa uzuri, mlinda mlango anakataa. Hani weka pasi moja mbele ndefu huku Yasser, yeye na Ibrahim Abdullah Hamadi Baka. Atafanya nini? Anatisha kwanza, wa pili anafanikiwa kupita na mali kwenda chini. Mwamuzi anasema tuondoke. Zinaguswa babatiza, lakini anaondoka nao Mudathir Yahya Bas. Muda Duka Ogabria, Mudathir Yahya Bas amepoka mali tena.
hawa wanaondoka. Yasar, nafasi tena, gol! Mwamuzi anasema ni offside. Ilikuwa ni shambulizi la maana kwelikweli ambao wamelifanya. Wanakwenda kufanya mabadiliko tena. Ahli wameshaona namna ambavyo Yanga ameongeza watu wengi kwenye eneo la kushambulia, hivyo anakosa balance kwa namna ya kujilinda. Anakwenda kuongeza nguvu. Mwingia Ramadhan, kina Shura anakwenda nje. Zizu na pia tolewa Pehao ndio ameingia hapa kwenda kuboresha kwenye eneo la kushambulia. Namna ambavyo Yanga ameingiza wachezaji wengi kwenye eneo la kujilinda. Anaanza Ibrahim Abdullah, Pacome Zouzoua, Pacome tisha tena huko, Mede inanyunyizwa mali kwa uzuri kwenda angani na gongo toso anakataa. Kuna mingi ambayo inachezwa kama cross, imekuwa kiwini zaidi vijana wa Ahli. Dakika ni ya 80 ya mchezo, takriban dakika 10 zimesalia kumaliza mchezo huu. Ibra Bakari Nondo Mwamnyeto, Bakari Ibrahim Abdullah Hamadi Baka, kata pasi nyuma kwa na kontrol mali kwa uzuri. Bakari inanyunyizwa moja ndefu mbele huko na kontrol Mede Shadraki Boka. Haya, Boka kata pasi hapo na babatiza na kwenda nje na kwa ni kona. Kona kwenda kuchonga kona ile, aendelea kupangana vijana wa Ahli ya wapi pa kukaa na nini cha kufanya. Pacome Pedro yuko nyuma ya mpira kwa ajili ya kuchonga kona hii. Sikiliza nini anakwenda kufanya wananchi. Haya, 1 2 3, ingiza kona ile Fasile. Haya, bado yes, anagonga mpira mmoja mrefu mbele, anakataa tena. Hawa wanarudi. Aliu katikati ya kiwanja, nyanyua boli ile, imefika striker la boli. Haya, yeye na Bakari Nondo Mwamnyeto, Busamali inaachiwa sasa taratibu. Ehe, Atia Aliubien Koka umesha kwa striker la boli, nafasi tena imetengenezwa. Haya, nini anakwenda kufanya kule, kwenda na babatiza wali ile. Ilikuwa ni hatari nyingine inatengenezwa. Utulivu wa maana, tulivu wa viwango wanapolifuata lango la timu ya Ahli. Mohamed Hussein Zimbu amenyanyuliwa na kwasa tola yao toka kwenda kutambulishwa mchezoni, miongoni mwa wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na michuano hii, kwa namna ambavyo wanacheza. Zimbwe Bukwe Simba ambayo imewika kweli katika michuano ya shirikisho na klabu bingwa, wakiongozwa na Captain Mohamed Hussein. Lakini kwasi tola yao pale Asek Mimosa wakiwa kufanya vizuri vile katika michuano ya kimataifa kwa maana ya shirikisho na klabu bingwa. Tuone mabadiliko yao yanakwenda kuleta tija gani. Anayekwenda nje ni Shadrack Isaka pamoja na Nixon Job. Anaamua kurudi tena kwenye namna ya kucheza na mabeki wanne, switch tu mfumo.
Atia Ani Yasa Aliudin Yesa streka la boli inajaribu kubembeleza, wekwa chini na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamuzi anasema wekwe hapo, pigwe. Cheza madhambi Captain Beka, maana kwa ni hatari ambayo anakwenda kutengenezwa, inaweza kaita one for the team. Ndicho alichokifanya Bakari Nondo Mwamnyeto, na anajua hatari yake, hasa ambapo analitazama lango la Young Africans. Dhambi iliyochezwa na mpira wa kutenga kwenda kucheza sasa. Yansar inanyonyezwa mali, nafasi kwenda nje moja kwa moja, kuna ambaye amegusa na inakuwa ni goal kick. Atia nafasi ile kwenda kucheza, mabatiza tena, bado anarudi kwenye eneo la kuchezea. Yesa mpira ule moja kwa moja, zinapigwa sana baki rampa, lakini mpira ambao kuna kwenda kwenye nyavu kwa babatiza miguuni mwa Ibrahim Abdullah, inakuwa ni madhambi. Kwenda kucheza Young Africans. Mwamnyeto Bakari, Ibrahim Abdullah, Baka Bakari Nondo Mwamnyeto, tumaliza mpira ule, amefika sasa, anaokoa Bep, kile bado tawani umiliki Young Africans. Nyinyiza mali kwa uzuri kupembeni, Pakome Pedo Zuzwa. Dakika ni ya 85, dakika 5 kuondoka hapa. Pakome kwa Satula yao, cheza mpira ule kwenda nje. Ni mchezo ambao wametoshana nguvu, namna ambavyo kila mmoja amecheza katika mchezo huu, timing, lakini pia mbinu tumeziona baina ya mabeki, makocha wa timu zote mbili. Kumbavu wamefanya kazi vizuri kwelikweli, tukaona mchezo mzuri katika siku hii ya leo, namna ya kutafsiri mbinu za timu pinzani na kumsoma hasa nini anakifanya na nini cha kufanya. Hakuna total dominant kama ambavyo wengi walitarajia katika huu mchezo, badala yake kumekuwa na matumizi mazuri ya mbinu, kila mmoja akiangalia namna nzuri ya kucheza katika huu mchezo. Aliu Dieng bana yuko na mali ajani chia mali, Aliu imekuwa pembeni, Atia nimemwona tena Dieng, Mohamed ya kata pasi ile kwenda kukamata mlinda mlango Djigui Diarra. Waweka chini, waanze upya. Bakari Mwamnyeto, rudisha mpira nyuma sasa tena kwa kipa Djigui Diarra. Kwenda ngani na gongo utosi. Aliu Dieng amekataa na mali, Yasar anaondoka kata pasi ile, lakini afanikiwa kupita. Aliu Dieng tena katikati ya kiwanja, kazi kubwa anafanya mwanaume huyo. Pakome Zouzoua, Prince Dube, kwasi Atula yao, kwasi yao Atula anapata pa kuiweka kwa Prince Dube. Bepo
Dube cheza nje. Hussein El Shehat nimeona akisimama kwenye touchline, kinataka kwenda kutambulishwa mchezoni. Wameanza nyuma taratibu sasa. Hal Koka Yasa kataa mali ile, Bukabua kwa satola yao Jeshi Max Mpianzingeli, Max kwasi yao kwenda kukamata mlinda mlango kwa uzuri kwelikweli. Hussein El Shehat tambulisha mchezoni. Kwenda kufanya mabadiliko. Mabadiliko haya ni ya kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la mwili wa timu. Kiungo Hussein El Shehat toka striker anaingia yeye, lengo ni kuhakikisha na kwenda kupata balance ya timu. Tayari matokeo nayo mkononi, dakika hizi 90 ambazo zimeshakwisha kata, na anataka kwenda kuhakikisha analinda kile ambacho yupo nacho na kuhakikisha pia anashambulia kwa wakati, kutengeneza balance ya kikosi. Ndicho ambacho wanakifanya hapa. El Shenawi ona kiwa anachekelea pale, ngine heka za AFCON hizo ambazo kocha kaona kumpa mpumziko. Ibrahim Baka Pakome Zouzoua, Pakome bado yuko na mara anazunguka na kwenda narudi. Pakome na muda akipiga hizi anazozipiga inaweza kupiga makofi, lakini kipindi kama hiki unamwona tu anakwenda kama anarudi. Bakari Nondo Mwamnyeto, Boka Wagabea kata pasi nzuri kwa na kontrol mali ile. Dakika 4 ndio zimeongezwa kukamilisha dakika 90 za mchezo. Tutazame nini kinakwenda kutokea. Pakome piga shuti la mbali ile kwenda kukamata. Attempt anazozifanya Pakome ndio kitu pekee ambacho imekuwa na msaada wa timu, pengine namna ambavyo amekuwa akimtazama mlinda mlango kwa mbali licha kutoka kusogea, imekuwa na msingi pia. Haya, Bakari na Bob, tazama nini cha kufanya, andika shuti ile, nafasi taka kugonga kisigwato, lakini tayari ameshakwisha jenga kibanda. Mchezo ndivyo sivyo. Dakika 1 kati ya 4 zilizoongezwa zipo tena. Pakome Zouzoua amerudisha mpira kwa uzuri nyuma huku. Bakari Nondo Mwamnyeto kwenda ngani na Gombo Tosi anaondoka na mali. Bembeleza huko pembeni, 1 2 3, bado wako na mali. Ahli anajaribu kulisaka malango la timu ya Young Africans. Pigo stop right, amepita Pakome kama anakwenda. Hussein El Shehat waweza nasema ni madhambi. Piga siku moja na nini, akitazama namna ambavyo anaweza kwenda na kupata matokeo. Kini alikaa kwa uzuri, pasi ya Otola akiwapambania namba ambayo
ni kitanda amepoteza. Inabembelezwa mali, cheza sasa mbele huku. Aliyeddin ametoka mali sasa. Haya, cheza kwenye nafasi lakini imeblock. Jaribu kupenyeza mipira lakini bado amekuwa mgumu kwelikweli. Dakika zikiendelea kuyoyoma, dakika moja ikiwa imesalia katika 4 ambazo zimeongezwa. Pedro Gonçalves haelewi kinachoendelea hapa, pengine atatuambia baadaye kwa na waza nini. Hussein, imekatwa pasi, imefika anavyokwenda kama aendi hivi. Haya, yeye na Bakari Nondo Mwamnyeto, tani maridadi, imekatwa pasi nzuri kwelikweli, nafasi akitengeneza, bado wapo kwenye nafasi. Gonga utosi, anasema bado uchezwa mpira huo. Nafasi ile tena, kako zuri Prince Dube. Naam, kipenga cha mwamuzi kikiashiria kutamatika kwa dakika 45 za kipindi cha pili, na dakika 90 za mchezo wa klabu bingwa Young Africans wakialikwa na Ahli. Mchezo mgumu kwelikweli, moja ya michezo ambayo wengi hawakutarajia matokeo haya ambayo yametokea. Sina la ziada, ninaitwa Rashid Mchome, lakini tunashukuru dhamini ambao ametupa nguvu ni City Institute of Health Dar es Salaam, ambao ametupa nguvu kwelikweli hapa kwa na wewe mwanzo mpaka hivi sasa. Hawa wanatoa kozi za science kama kozi za clinical optometry, diagnostic radiography, physiotherapy, health record and information technology, zote hizo zinatolewa pale City. Lakini pia tuko na wadhamini ambao ni Queen Cosmetics, wakizindua bonge moja la duka pale Magomeni Mapipa, Dar es Salaam. Kesho katika uzinduzi huo atakuwepo na watu mashuhuri sanjari na wote, atakuwepo pale Paula Kajala katika uzinduzi huo, lakini Team Masha Love na mwari wake wale wote Kigoma kitarindima pale nitakuwepo. Salma Shaban na Nixon Alanus Mageni kwenu studio hapa Kinondoni Best Bite Dar es Salaam. Sina la ziada, asante kwa kuwa nasi na kwaheri.